Sasa leo ninataka kuongea mambo mawili: Roho Mtakatifu na uamsho. Kama unaandika, andika Roho Mtakatifu na uamsho. Kuna kitu ambacho kinaendelea, nafikiri kwenye makanisa yetu unakisikia. Tunapokuwa kwenye makongamano, hiki kitu kinachoitwa uamsho unakisikia. Roho Mtakatifu unamsikia. Na hii ndiyo kilio cha baba yetu Askofu Mkuu. Akatamani angalau ndani ya kipindi cha miaka 13 uamsho uonekane. Sasa mimi nitazungumza baadhi tumfahamu Roho Mtakatifu, maana tangu tunaokoka tunajifunza, lakini zaidi nitazama tuangalie kitu hiki kinachoitwa uamsho, kwa sababu nimeangalia hata kanisani kwangu, ukianza kuongea ama kufundisha mambo ya kumtoa mtu kumpeleka hatua nyingine, ndo kama shetani anataka kuzomea kwamba hakuna kitu. Na nimekuja kuona uamsho huo tunaosema lazima watu waingie kwenye mambo yanayoleta nini? Uamsho. Na kama hatutajua tutaendelea kupiga kelele, lakini zile kelele hazitaleta matunda. Maisha yetu yataendelea kubaki pale pale, hakuna kuamka, hakuna uamsho. Ni mpaka watu watakapokuwa wameamua kwa hatua za maksudi. Jamani, Bwana apewe sifa sana. Tuingie. Kama kuna vitu vinavyoumiza vituumize, lakini tuingie. Jina la Bwana Yesu barikiwe sana. Roho Mtakatifu na uamsho.